Amani, amani, amani ya Yeshua iwe nanyi, amani ya Yawe iwe nanyi, kwa sababu tukiwa na amani ndio mambo yote itatenganishwa katika maisha yetu. Sasa kuna jambo ambalo nataka kuliongelea ambalo liko katika Walawi 18 ambalo limewasumbua watu wengi kwa sababu linaua watu wengi, na hili jambo ni mambo ya ndoa. Na haya mambo ya ndoa, unaona ya kwamba watu wengi wamekufa kabla ya vifo vyao kwa sababu hawataki kuyaongelelea. Na haya mambo ni mahusiano ya kimapenzi ndani ya watu ambao wamehusika kifamilia, na kwa Kiingereza tunaita incest, kwa sababu unakuta ya kwamba kuna mambo ambayo inahusika kwa familia. Unakuta mjomba amelala na binamu yake, unakuta babu ameshika mtoto wa kike wa mtoto wake na anafaa kuitwa babu. Mambo kama haya unaona ya kwamba kulingana na sheria za nchi yetu, unakuta ya kwamba haya mambo hayaongelelewi, na unakuta mara nyingi ya kwamba jambo kama hili watu wakipelekwa mbele kwa chief ama kotini, wanasema wataongelelea hayo mambo kifamilia. Unakuta huyo mtu ambaye amedhulumiwa ameachiliwa, yani hashughulikiwi, ameanza kuchukiwa katika familia, mhusika hajachukuliwa hatua lolote. Sasa na ndiposa maandiko inatuambia ya kwamba mambo haya watu wafunzwe kila wakati juu ya mahusiano, ya kwamba we kijana haufai kujihusisha kimapenzi na yule mwanadada, maana yeye ni wa shangazi yako, huyu ni wa baba yako mdogo, huyu ni wa baba yako mkubwa. Mambo hayo inaonekana kama ni tabu ama haifai kuongelelewa, yani inaachiliwa hivyo. Watoto wanaenda shule, inakuwa ya kwamba sasa wanafunzwa hii na hii kwa kupitia, hakuna undani wa hilo jambo. Na katika hili jambo ambalo ni kujihusisha kimapenzi katika watu wa familia, Mwenyezi anasema aje, kwa sababu hili ni jambo la hatari, kwa maana huwa inakula watu kama kutu ambayo imeshika chuma, na unakuta familia zimesambaratika, watu hawasikizani, watu wamechukiana, watu wameuana, na wengine wako makaburini. Juu mimi siwezi kuwa ya kwamba umeshika mtoto wangu wa kike, alafu niwe nikikuangalia, ninakuona, tunakutana na wewe na hakuna jambo umefanyiwa kisheria, nitakuchukia. Na itafika wakati pia hata nichukue hatua. Watu wanachukua hatua ya kuangamizana. Unakuta ya kwamba huyu inaaminika baadaye ya kwamba huyu kuna kitendo walitenda kikamfanya hivi. Unakuta watu wamekuwa kichaa sababu ya mambo kama hayo. Mtu alienda kwa wachawi, ukawekewa uchawi, ukawa umepagawa, haujijui, unaenda huku na huko, wengine wameishia kuwa jela. Mambo ambayo yangezuiwa na tuweke usafi katika mahusiano katika maisha yetu ya kila wakati ama ya kila siku. Sasa wakati Yawe Muumba wetu anaposema juu ya hili jambo ya kwamba ni laana, hebu tusikie katika Walawi 18 kuanzia mstari wa 6 mpaka 18. Tutasoma tu. Mtu yeyote aliye wa kwenu asimkaribie mwenzake aliye ya jamaa yake ya karibu, ili kumfunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usiifunue, maana ndiye mama yako, usifunue utupu wake. Utupu wa mke wa baba yako usifunue, maana ni utupu wa baba yako. Utupu wa umbu lako, binti ya baba yako au binti ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani kwenu au kwamba alizaliwa kwengine, utupu huo usiifunue.
Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba tunaambiwa tusifunue utupu. Nani huwa anafunua utupu? Ni mwanamke ama ni mwanamume? Hii ni sheria ambayo Mwenyezi ameiweka ili tuwe na mahusiano ya kuheshimiana na tuwe wasafi katika mahusiano. Tunaendelea mstari wa 10, Walawi 18 mstari wa 10. Utupu wa binti ya mwanao mume au wa binti ya binti yako, utupu hao usifunue, kwa kuwa ndio utupu wako mwenyewe. Utupu wa binti ya mkewe baba yako, aliyezaliwa na baba yako, yeye ni umbu lako. Usifunue utupu wake. Usifunue utupu wa umbu lake baba yako, maana yeye ni jamaa aliye karibu. Usifunue utupu wa umbu la mama yako, maana yeye ni pamoja na mama yako ya karibu. Hao ni mashangazi. Watu wanaambiwa msifunue utupu wa mashangazi. Unakuta kijana ni mkubwa na anatamani shangazi yake. Usifunue utupu wa shangazi yako, wewe kijana, wewe mwanaume. Sasa maandiko inaendelea kutuambia ya kwamba usifunue utupu wa mkweo mwanamke, yeye ni mke wa mwanao. Usifunue utupu wake huyo. Usifunue utupu wa mke wa duguyo, maana ni utupu wa duguyo. Usifunue utupu wa mwanamke na binti yake. Usimtoe binti na mwanawe mume au binti ya binti yake ili kufunua utupu wake. Hao ni jamaa ya karibu. Ni uovu mkuu. Wala usitoe mwanamke pamoja na duguye au mtesi wake na kufunua utupu wake, huyo wa pili atakapokuwa yu hai. Sasa kuna jambo tumeambiwa ya kwamba usifunue utupu wa mke na mwanae binti. Na hivyo ndivyo ilivyo. Unakuta mzee ako na uhusiano na mama na ako na uhusiano na binti yake. Sasa laana ikiingia katika hiyo familia inakuwa ni balaa. Na ndiposa unakuta kuna mambo mengi ambayo yametukia katika familia ambayo inaua familia. Sasa Yawe anatuambia ya kwamba, hebu tuende katika Walawi 20 mstari wa 11 mpaka 21. Wacha tusome tu, kwa sababu haya mambo ndio unakuta ya kwamba familia zimedhoofika, familia haziendelei, familia zimechukiana. Unakuta ya kwamba huko nje inasifiwa ni matajiri, wako na mali, lakini ndani ya familia kuna laana inawakula. Kuna jambo ambalo lilitendeka likawafisha, wakawa ya kwamba hawana ule udhibiti wa maisha, kwa sababu kuna laana inawakula wao wenyewe. Tukikumbuka wakati wa corona, kuna watu wengi ambao walizalishwa na ndugu zao, na unakuta ya kwamba watoto waliozaliwa wako na uhusiano sio wa watu wa nje, ni watu wa ndani ya nyumba, sababu watu walikuwa wanakaa nyumba bila kufanya lolote. Sasa wakaanza kuhakiana wao wenyewe, na hiyo ni mafunzo ambayo watu wanafaa kufunzwa, na ndio ile hukumu za haki ile rasi ya watho wa kurumirwo na maathani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hii maneno inafaa ifunzwe kila mahali, ndiposa watu wasafishike katika maisha ya kujihusisha kimapenzi. Sasa tukienda katika Walawi 20 mstari wa 11 mpaka 20, inatuambia ya kwamba na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake amefunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa. Hapo sio afadhali, ni kifo. Damu yao itakuwa juu yao. Na mtu mume akilala na mkwewe mwanamke, wote wawili hakika watauawa. Wamefanya yaliyo uchafuko, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume, kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa. Damu yao itakuwa juu yao. Sasa hao ni mashoga magei, na unakuta ya kwamba katika nchi yetu hiyo imekubaliwa. Hao watu wanafaa kufa, wawe wanaume wawe wanawake. Sasa juu hayo mambo imekubaliwa na watu wanaambiwa ya kwamba ni watoto wa Mungu, wanaachiliwa waendelee hivyo. Kwa hakika hiyo ni uchafu ambao unafaa kuondolewa kwa kifo. Na nikiwaambia ya kwamba mimi naweza katakata watu kama hao,
watu wanaona kama ni mchezo, kwa sababu hayo mambo ndio imefanya nchi yetu ichafuke kabisa. Watu wanaendesha magari ya kifahari, wanafanya mambo sababu wako na pesa ambazo zimetokana na uchafu ambao Mwenyezi Muumba wetu amekataa. Sasa maandiko inasema waziwazi, hawa watu wanafaa kukufa, wapigwe mawe, damu yao iwe juu yao. Tena mtu mume akimuoa mke pamoja na mama yake ni uovu mkuu, watachomwa moto, yeye mume na hao wanawake pia, ili kwamba usiwe uovu kati yenu. Tena mtu mume akilala na mnyama, hakika atauawa, nanyi mtamuua huyo mnyama. Tena mwanamke akimkaribia mnyama yeyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia, hakika watauawa, damu yao itakuwa ni juu yao. Tena mtu mume akimuoa umbu lake, binti ya baba yake au binti ya mama yake, na kuona utupu wake, na huyo mwanamke akauona utupu wake, huyo mume, ni jambo la aibu, watakatiliwa mbali mbele ya macho ya wana wao wa watu wao. Amefunua utupu wa umbu lake, naye atauchukua uovu wake. Tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na ugonjwa wake na kufunua utupu wake, amefunua jino la damu yake, naye mwanamke amemfunua jino la damu yake. Wote wawili watakatiliwa mbali na watu wao. Usifunue utupu wa umbu la mama yako wala umbu la baba yako, kwa kuwa hao amefunua utupu wa jamaa yake ya karibu, watauchukua uovu wao. Sasa hao ni maovu ambayo inaonekana katika familia, na tunaona ya kwamba wakati wa sasa wamama wazee wanaambatana na vijana walika na watoto wao, na inakuwa ni kama sasa hiyo ni kawaida, maisha ni kawaida. Watu wanasema live your own life, hiyo ni maisha yetu. Bwana wangu alikufa, wacha sasa nijifurahishe na kijana. Si uolewe tena na mzee wa rika yako, badala ya kumchukua mtoto wa kiume ambaye ni warika na mtoto wako. Sasa inakuwa ni chukizo, na maandiko imetuambia kwamba hakika utauawa. Sio afadhali uwawe, utoke uhai dunia hii, tukuzike kaburini? Ndio hiyo uovu watu waogope, isiwe ya kwamba ndio watu wanaendelea kukaa ndani yake, kwa sababu hayo matendo ambao hao watu walikuwa wanafanyiwa ilikuwa ni fundisho ya kwamba hilo jambo lisirudiwe tena katika jamii. Nao ndio maovu sasa inaozesha jamii. Jamii inaharibika, imekosa mizizi ya kusimama kindoa. Unakuta ya kwamba mahala unapoolewa ama mahala unapooa, hayo mambo ndio huwa inazunguka hiyo familia, na wewe unaingia ndani yake na huwezi jitoa, kwa sababu ulikuta madhabahu ambayo ni ya uasi wa kindoa. Sasa unakuta ya kwamba hao mama ambao ni wazee wanaambatana na vijana ambao ni walika na watoto wao, na baadaye huyu kijana juu hata kuoa anaanza kupendana na binti yako, mnaanza mazozano ndani ya nyumba. Yaani we mama ambaye unapigania kijana wa rika na kijana wako, unapigania huyu kijana ambaye ni rika ya mwanao na binti yako. Sio ni aibu kubwa sana ambayo haifai kuwa Na sasa kwa sababu uovu umeingia, sababu ya watu kukataa amri za Muumba wetu, na watu wanakubali tu, sheria inaonekana hakuna katika nchi. Serikali zimekubalisha, watu wamechukua mitindo ya mataifa mengine ama mataifa mengine ambayo hayana heshima ya Muumba wetu. Sasa ni wapi tunaenda? Hatuenendi mahali, tunaendelea kuangamia. Sasa kwa hiyo kwa sababu ya watu kuogopa kusema hayo maovu, wanaifanya kama siri, na wakiifanya kama siri basi inaanza kuleta maafa. Watu wanaona ni kama kawaida
kufanya maovu kwa watoto wadogo wa kike, wa kiume, wanaona ni kawaida. Na unakuta ya kwamba hata watu wakishika mimba inatoka bila sababu na watu pengine hata unakuta ya kwamba wamekuwa tasa, hawazai. Unakuta watu wakizaliwa wanakufa kabla hata ya kuona wiki moja ama mbili. Na unakuta ya kwamba hata watoto ambao wamezaliwa wanazaliwa wakiwa na maupungufu fulani katika familia. Na huo upungufu basi unatokana na maovu ambayo ulitendea mtu kwa kinyume na maadili ya Mwenyezi. Maana unaambiwa usioe mtu wa jamaa yako, usifunue utupu wa jamaa yako, lakini watu wanatamaniana wao wenyewe nyumba kwa nyumba. Hata ukiambiwa na baba yako usioe katika ile nyumba, unaona kama baba yako ni fala. Baba yangu anawezaje kuniambia nisioe kule? Si umuulize kwa uzuri, kwa nini mzee unakataa nioe ile familia? Atakueleza na wewe ushike. Wacha kusema unakimbizwa na mapenzi, tafuta kwingine na yawe atakubariki. Kama baba yako alipitia hiyo familia akazaa mtoto wa kike na wewe unamtamani, huyo ni ndugu yako, huyo ni mtu ambaye mmehusiana kidamu kwa sababu ni damu ya baba yako. Hata kama alizaa na huyo mwanamke na hakumuoa, alioa sasa mama yako, wachana na hiyo familia na ukubali, maana huo ndio ukweli. Sasa tunakuta ya kwamba hata mababa, nimesema juu ya mama zetu, hata baba zetu pia hawaachwi nyuma, kwa sababu wanatoka na wanakuwa na mahusiano na mabinti wadogo wa rika na binti zao pia. Na unakuta ya kwamba wanachangamana na hawa watoto hawa watoto wa mabinti wa kike wanakutana nao huko streets ama kule mijini. Na hao ndio sasa unakuta ya kwamba kijana wako amependana na huyo binti ambaye mmekuwa na uhusiano na yeye. Wanakutana kwa bar ama kwenye shule ama kwenye matembezi huku na kule katika kazi. Wanapendana. Na juu ulimtema huyo msichana, ndiye analetwa sasa afanyiwe introduction kwako wewe mzee na mama. Ati huyo sasa ndiye kijana yako anataka kuoa. Itakuwaje? Utasikiaje? Utasikiaje kijana yako akikuletea binti ambaye mmeshakuwa na uhusiano na yeye? Kwa hivyo inakuwa ya kwamba unakuta ya kwamba maandiko pia imenena ati baba na kijana watakuwa wakikunywa kutoka kwa kisima kimoja. Na hiyo ni laana katika familia. Na unakuta ya kwamba hata hiyo familia, baba akileta shida usimuoe huyo kijana, pengine hata yeye wameshakuwa na mahusiano ya kimwili kabla ya kuletwa kwako, na wewe umepitia huyo msichana, inakuwa ni laana. Na ikiwa ni laana, basi tunaona katika maandiko ya kwamba Ruben ambaye alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo alilala na mke wa baba yake, na kukawa na laana ambayo ilimfuata. Yakobo akamlaani Ruben, akakosa urithi wa kuzaliwa wa kwanza. Akapoteza urithi wa kuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo, na ndiposa unaona ya kwamba wale jamaa ama jamii ya Ruben ilikuwa wachache katika jamii hiyo, ama hiyo bari ilikuwa chache sana, na hawakuwa wanaendelea kwa sababu ya ile laana ya baba yao Ruben, mpaka Musa alipowakatizia ama alipoivunja ile laana, alipowaombea katika Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 6. Musa akaombea Ruben kwa sababu walikuwa wachache, watu wachache. Hizi jamii zingine Lawi, Ephraim, Manase, Dan walikuwa wanaongezeka, lakini jamii ya Ruben haikuwa inaongezeka sababu ya ile laana ya baba yao, ambaye alilaaniwa na baba yao Yakobo sababu ya kulala na mama yao mdogo. Sasa tunakuta ya kwamba huu uhusiano wa kimapenzi wa familia ambazo ziko na uhusiano huwa inaleta unajisi katika taifa, na mambo mengi huwa inakuwa inachanganyikana katika jamii.
vifo visivyoeleweka, magonjwa ambayo haina tiba, inatokana na haya maneno. Kwa hivyo unakuta ya kwamba sababu hawa watu hawataki kuongea juu ya haya maneno ndani ya familia, wanaendelea kuangamia, sio kwa sababu watu wamerogwa, lakini wanahofia ya kwamba familia yao itakosa heshima sababu ya kutubu dhambi zao ama kujisema. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba kuna mambo ambayo hatujaona, ama yani mambo ambayo familia zinaangamia ndani yake na ni ya hiyo familia. Unakuta ya kwamba kuna madhabahu ambayo inaangamiza hiyo familia sababu ya kutenda jambo fulani, kama hiyo ya wa Reuben, the Reubenites, ambao walilaaniwa na baba yao Yakobo, mpaka wakati Musa alipoombea Reuben akaanza kuongezeka. Kwa hivyo unakuta ya kwamba katika jamii ama katika familia unakuta ya kwamba unakuta mababa wametia mimba mabinti zao, na kwa sababu mama anajua hiyo, anaamua kutosema hayo maneno kwa sababu anaogopa vile watu watasema ama wataona hiyo familia, na hii ni jambo ambalo linaua familia, na itakuja kuua hiyo familia yote pole pole, na watu wasipomlilia Mwenyezi awasikirie huruma ama awarehemu, unakuta ya kwamba familia yote inaanza kuangamia. Kwa hivyo binti na dada yake, mabinti na ndugu zao wanaanza kukaa pamoja na wanaanza kulala pamoja, wanajamiiana pamoja, na hayo ndiyo mambo ambayo unakuta ya kwamba huyu msichana akipata mimba ya ndugu yake anaitoa, anaiavya. Unakuta ya kwamba kuna watoto wengi ambao wameavywa mimba. Unakuta hata huyu msichana sasa nyungu yake ya uzazi imeharibika, anatolewa kabisa. Sasa ikifika ni kama kuolewa, si ataibiwa ule wimbo ambao unaibwa Melimera, ambayo alitumiwa na kila mtu, vijana wa shule, walimu, watu wa kijiji, akawa laboratory. Sasa wakati alipotolewa kizazi chake akaolewa, akatamani kuwa na watoto. Tusikubali hayo maneno itutendekee katika jamii zetu, na wale ambao wanatenda hayo matendo wajue ya kwamba ni uovu mkuu mbele za Muumba wetu. Yawe hata watu wengi wanaingia makanisani wakijijua tu, si ati hawajijui vile wamefanya. Mtu anaenda kujificha kanisani na ametoa mimba karibu 5 na anatafuta ati mtu wa kumuoa. Laana itakuandama wewe binti. Hata wewe kijana ambaye umepachika watoto wengine mimba na unayakataa, unairuka, hata wewe laana inakukuta. Maana huyo mtoto anafaa kuwa na baba na mama. We don't want bastard children in our society. Jukumikeni, own up. Ukizalisha, lea huyo mtoto, na ujue ya kwamba hata wewe unazeeka, na wakati utazeeka utahitaji kizazi na ulitupa. Kwa hivyo watu wetu tujihadhari. Kwa hivyo haya maneno ni maneno ambayo hayaongelelewi. Wizara ya Afya inasema, inafanya utafiti ati mipira ya mapenzi haitumiki, inatumika pande fulani, imeacha kutumika. Magonjwa ikitokea, watu badala ya kuambiwa waache uasi, wanatolewa njia ingine ya kuendelea kuasi. Naye Mwenyezi Baba yetu anatulaani na anatuadhibu. Makaburi haijajaa watu, haitawahi sema ya kwamba ati imejaa, itaendelea kuitisha, na jehanamu inaitisha tu. Kwa hivyo tusipojichunga sisi wanadamu, vile tunavyonena na maneno yetu ati tunampenda Mwenyezi, na matendo yetu inakataa kuambatana na vile tunavyosema, tunaendelea kuangamia. Jihadhari siku ya leo. Jihadhari siku ya leo. Na tunakuta ya kwamba kizazi cha sasa kimekuwa kizazi ambacho ni kama kina uhuru wa kutenda vile wanataka. Vijana wakikunywa wanarara na wasichana ovyo ovyo, kila wakati, kila mahali, lakini wao wakitokea huko nje wanasema ya kwamba mimi niko na bibi mmoja tu, lakini akitokea analala na kila mtu kama jogoo. Wewe si jogoo.
Wewe ni binadamu na uko na hadhi yako na Mwenyezi anakuhitaji. Kwa hivyo acha kujichanganya na matendo ambayo ni maovu, ambayo inastahili kifo. Unaweza sema mimi sijakufa, mimi sijapatikana, lakini ujui unagojewa na kifo cha milele. Na hata kama hautakufa kwa haraka, utaishi kujuta. Utaishi kujuta kwa sababu umelala na huyu, umelala na huyu, mbegu zako umesambaza kila mahali, ujui hata kama ulipata ukimwi. Bado ukimwi uko. Tujihadhari wanadamu. Maafa iko. Hata kama moto haujawashwa wa kuchoma wale ambao wanastahili kuchomwa, kuna mambo ambayo inatukuta ambayo ni kama moto. Na inawakia watu wengi. Wanaumia kimoyomoyo kwa sababu wanajua nilitembea hapa, nilifanya hivi. Sasa wanakosa kujua ya kwamba kile ambacho unakula ndicho ambacho kinalete matokeo. Na sasa watu wanakaa kwa kukaa na vile wanavyotenda. Watu waache kuwa wanafiki. Kama unataka kukaa kwa haki, kaa kwa haki, liwe liwalo. Uwe maskini, uwe tajiri, kaa kwa haki. Be righteous. Kaa kwenye haki na utakatifu, ambao Mwenyezi ndio huwa anakufanya uwe mtakatifu, sio wanadamu, sio mchungaji, sio pastor, sio bishop. Ni wewe mwenyewe utakata kauli ya kukaa katika utakatifu, na wanaume mkule kiapo na macho yenu ya kwamba hamtawatamani wanawake vile liwe liwalo. Wewe umeoa, tosheka na bibi yako. Na wewe kijana ambaye unataka kuoa, tafuta mke ambaye mtaambatana na yeye mpaka kifo. Kwa sababu hii ni madhabahu ambayo ukijichanganya nayo itakuangamiza. Ndiposa unakuta watu waliuliza wasichana mwanzo, msichana akakubali, na badala ya kukata huo uhusiano kwa vile ulivyomuuliza, sasa amekaa akiwaza ya kwamba wewe ndio utamuoa. Unamvunja moyo. Unaoa mwingine. Ukioa mwingine, yule ambaye haujajikatanisha na yeye ataishi kukulaani, na hiyo laana itakuandama. Na watu wanaona kama hilo ni jambo ambalo haliwezekani, sababu watu waliokoka. Chunga mdomo yako vile unamwambia mwanamke. Kimwahidia mwanamke utamuoa, fanya juhudi umuoe. Na kama hautamuoa, mwambie haiwezekani, mkatike hapo na yeye akubali. Ndiposa apone moyo wake. Lakini kuahidi mtu utamuoa, chunga sana wewe mwanaume. Na nyinyi wanawake pia jihadharini kujichanganya na wanaume ambao hawatawaoa. Wanawazalisha, wewe tu unasema nilikuwa nahitaji mtoto. Huyu mtoto kuna wakati itafika akuulize baba yake ni nani. Utamwambia aligongwa na lori. Utampeleka kwa baba yake. Kwa sababu baba yake ndiye ako na authority juu ya baraka za huyo mtoto. Kwa hivyo tujichunge. Tujichunge sana mbele za Mwenyezi. Tumebarikiwa, tumepata mali, tumetajirika. Lakini matendo ambayo watu wanatenda hapo nyuma ya hema ni matendo ambayo hata haieleweki. Baba amezalisha binti. Ameacha bibi yake, ameenda kuzalisha binti yake. Na isisemwe sababu yako na mali atahongana. Wewe na yeye unapaza sauti, unakosekana. Ama unawekwa jela, unaozea huko sababu ya kuongea ukweli. Tusemezane ukweli ndugu zetu. Na ndiposa tutoke katika utumwa wa kujihusisha kimapenzi na watu ambao ni wa familia moja. Na kama hatutaki maafa, situjiokoe nafsi zetu, naye yawe atatubariki. Na nchi yetu kutakuwa na kizazi ambacho ni kitakatifu, ya kwamba kuna lineage. Utasema mimi ni wa fulani, na hakuna mtu ambaye huwa hajivunii kusema mimi ni fulani wa fulani. Isifike ya kwamba unasema mimi ni fulani, sijui baba yangu, sijui nani. Hata kama baba yako aliaga, alikuwako, alikuzaa, na unajivunia kuitwa fulani wa fulani. Kwa hivyo, if we want to mend our ways, mend them now, not tomorrow, not after this minute, but now. This is the time for acceptance. Huu ndio wakati wa kujirudia. Watu wajirudie na wakubali makosa yao, na waende mbele za Muumba wetu, waache uasi, na yawe awajalie. Shalom, shalom. Amani, amani iwe nanyi, na mtafakari hayo.